Naibu Rais Kithure Kindiki amezidisha ujumbe wake wa kisiasa katika eneo la Mlima Kenya, akisisitiza nguvu ya chama cha UDA katika ngazi ya mashinani. Kindiki amesema chama hicho kina miundo imara katika vituo vya kupigia kura, akiwataka viongozi wa chama kupeleka ajenda ya serikali kwa wananchi. Kauli hiyo inajiri wakati vyama vya kisiasa vikianza kuimarisha shughuli zao kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. I dare say, niseme nisiseme? Niseme nisiseme? I dare say the UDA party is the only party in Kenya with presence at the polling station level, officials at the polling center who have been elected democratically. It is only the UDA party. No other party has that kind of structure. Akiwa Kioru, Kindiki amesema UDA imejenga mtandao mpana wa viongozi na maafisa katika ngazi ya mashinani. Amesema uwepo wa viongozi hao katika vituo vya kupigia kura ni sehemu muhimu ya nguvu ya chama. Kwa mujibu wa Naibu Rais, UDA inaendelea kujipanga kuhakikisha ajenda yake inawafikia wananchi katika maeneo mbalimbali. Amesema viongozi wa chama wana jukumu la kueleza wananchi kile ambacho serikali imekuwa ikitekeleza. Kindiki pia amewataka wapinzani wa serikali kueleza Wakenya ajenda yao badala ya kutumia muda mwingi kutoa kauli za kisiasa. Amesema serikali inaendelea kutekeleza mipango yake katika sekta mbalimbali na kwamba wapinzani wanapaswa kutoa njia mbadala ikiwa wanaamini wanaweza kufanya vizuri zaidi. Kauli yake inajiri huku siasa za kuelekea mwaka 2027 zikizidi kushika kasi. Kindiki amesema UDA iko tayari kuwasilisha rekodi yake kwa wananchi. Naibu Rais amesisitiza pia umuhimu wa maendeleo kama sehemu ya ajenda ya serikali. Katika mazungumzo yake ya hivi karibuni, Kindiki ametaja hatua katika afya, kilimo na miundombinu, akisema serikali inaendelea kutekeleza ahadi zake. Amesema mafanikio hayo yanapaswa kufikishwa kwa wananchi kupitia viongozi wa chama walioko mashinani. Mtu asikuje hapa kuwadanganya na maneno matupu, kwa sababu nimesema vyama ni vingi. Unaona chama pale, ukiuliza huyo party leader agenda yake ni nini, ajui. Ana agenda, hawezi ongea jinsi ya kujenga barabara, jinsi ya kuboresha masomo, jinsi ya kuboresha afya. Hawezi ongea mambo ya masoko ya mama mboga, hawezi kuambia vile bei ya mbolea itaendelea kuteremka, bei ya unga itaendelea kuteremka. Hajui, ana namna. Kazi yake Kasongo, Soprano, one time, waende. Katika ziara hiyo, ujumbe wa Kindiki pia umejikita katika umuhimu wa nidhamu katika siasa. Naibu Rais amesema akikosoa wapinzani kwa kile anachosema ni matumizi ya majina na kauli zilizosaidia kujenga mjadala wa sera. Anasema wananchi wanahitaji kusikia kuhusu mipango ya kuboresha maisha yao badala ya matusi na majibizano ya kisiasa. Huku mwaka 2027 ukikaribia, Kindiki anataka UDA ijenge kampeni yake kupitia ajenda ya miundo ya chama. Mtu amefanya mashortcut hapa nini akaenda kapata kazi kubwa ikapotea, kwa sababu hajui kuchunga kazi. Hajui. Unapewa kazi kubwa alafu unafukuzwa kama mjinga. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mimi fireman saa hii, kwa mapenzi ya Mungu, mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ziara ya Kindiki Kioru inakuja wakati ambapo siasa za eneo la Mlima Kenya zinaendelea kubadilika, huku vyama na viongozi wakijipanga mapema kwa uchaguzi wa mwaka 2027. Kwa UDA, kuimarisha mtandao wa mashinani ni sehemu muhimu ya maandalizi hayo. Kindiki sasa anawataka viongozi wa chama kwa mabalozi wa ajenda ya serikali katika maeneo yao, na huku kampeni zikianza kupata joto, hoja kuhusu nguvu za vyama, sera na uungwaji mkono wa wananchi itaendelea kutawala siasa za Kenya. Mimi ni Winston Ndari nikiripotia National TV.